El Clasico, Espanya patoshi, Real Madrid zidi ya Barcelona. Kesho Spotify New Camp pale Catalonia bwana, wamesafiri Real Madrid kuifuata Barcelona. Sasa leo bwana tunakuletea update nusu Run Sport inahusiana ya Barcelona derby ya El Clasico. Na leo nazungumza na wanasoka ambao wanazungumzia juu ya mchezo huo. Kumbuka siku ya kwanza ambayo Barcelona wanaanza kutumia uwanja wao wa New Camp baada ya kutoka kwenye marekebisho ya muda mrefu. Barcelona wanahitaji pointi moja tu ili waweze kutawazwa kuwa wabingwa wa La Liga. Na Real Madrid wako nyuma kwa pointi 11 zidi ya Barcelona. Pointi 88 kwa Barcelona, lakini pointi 77 kwa Real Madrid. Lakini tofauti na migogoro iliyotokea pale Real Madrid, ni kitu gani kinaendelea? Lakini kumbuka majeraha yamewaandama sana, yamewaandama Real Madrid, lakini pia usiache kuzungumzia Barcelona, majeraha yamewaandama. Wa kwanza tukizungumzia kwa upande wa Real Madrid, majeraha uache kumtaja Federico Valverde bwana, huyu baada ya kutokea mazoezini kupishana na Chouameni, majeruhi yamemwandama kinoma noma, hata kuwepo kwenye hiyo mechi. Lakini Edgar Militao ataikosa hiyo mechi. Lakini captain wa miaka yote, miaka 13, mwite Dani Carvajal bwana, hata kuwepo kwenye hiyo mechi kabisa, na wala hata kuwepo kwenye mpango wa kocha majeruhi ya Barcelona waliofuata. Ukizungumzia chupukizi Lamine Yamal, hata kuwepo kabisa kwenye mpango wa kocha wao wa Barcelona. Unazungumzia Hans Flick, hata kuwepo kwenye mpango huo. Lakini uache kumtaja Frank de Jong, anatumikia kadi nyekundu, hata kuwepo kabisa. Lakini leo nazungumza na wanasoka mbalimbali ambao wanazungumzia juu ya El Clasico. Bwana, mambo vipi? Poa kabisa. Wanakuita nani bwana? Najulikana kama Musa William. Bwana, El Clasico siku ya kesho tarehe 10 saa 4 kamili usiku kinawaka. Real Madrid zidi ya Barcelona. Nini mtazamo wako kwa mechi ya kesho? Kumbuka Real Madrid iko nyuma kwa pointi 11. 88 kwa Barcelona, 77 kwa Barcelona. Nini mtazamo wako? Mtazamo wangu, Barcelona anaenda kuibeba ndoo tena ya Spain ambako pia imeweza kumsababishia kutengeneza uteja. Madrid saizi amekuwa ni mteja wa Barcelona. Hiyo inaenda kuipa Barcelona pointi moja kwa moja na ibakia mechi moja tu kutangaza ubingwa wa La Liga. Lakini pia kinachosababisha pia tuipe ushindi Barcelona ni migogoro ya ndani ya Madrid. Madrid wamekuwa ni wachezaji ambao hawako kifamilia. Baadhi ya wachezaji umeona mazoezini wiki iliyoisha wameweza kupigana wachezaji wawili ambao bodi imeanza kuandaa ili kuweza kuwachukulia hatua hao waliofanya vitendo hivyo katika uwanja wa mazoezi. Na pia ujue kwamba yale alikuwa ni maandalizi kwa ajili ya El Clasico. El Clasico si mchezo, lakini imechukuliwa kama masiara baada ya wachezaji wa Real Madrid kuonekana kuanza kupigana katika viwanja vya maandalizi ya El Clasico. Mechi ya mwisho Real Madrid anakufa goli 3-2. Nini mtazamo wako kutokana na majeruhi ambao Real Madrid anakutana nao? Ukimwangalia Federico Valverde hata kuwepo, na maana ni huyo, tunazungumzia kiungo ambaye anafanya kazi ngumu sana. Assist 8, magoli 5. Lakini anaenda kukutana na kiungo wa Barcelona muite Pedri ambao assist 8 mpaka sasa hivi. Ana wakati mzuri kabisa pale Barcelona. Nini mtazamo wako kwa majeruhi ya Real Madrid na majeruhi ya Barcelona? Nini wanaenda kunufaika nacho Barcelona kwa Real Madrid? Mimi naona Madrid hawato affectiwa sana na Valverde kukosekana katika hiyo mechi. Kwa sababu bado pale mbele na wachezaji wazuri, akina Adagula ni mchezaji mzuri, Chouameni pia huko nyuma, Kiko Mkabaji pia na watu wazuri ambao pia ameongeza maongezeko wachezaji pale wanaweza kudhibiti kiungo cha Barcelona. Barcelona wanajua naye pia ana majeruhi, lakini majeruhi pia na waliopo wanafanya kazi kwa sababu wote wamesajiliwa kwa ajili ya kutumikia nembo ya klabu zao husika. Umesikia kwamba moja kinachotembea, Mourinho ataweza kuingia pale Hispania kwa ajili ya kuinua kikosi cha Real Madrid baada ya kutokuwepo kuna heshima kwa vyumba vya kubadilishia nguo pale Real Madrid. Hii unaionaje? Yule Mourinho pia ni kocha mzuri na ni kocha ambaye ni sahihi, ni chaguo la uongozi wa Madrid ambao pia anaweza kutengeneza kitu ndani ya klabu kwa sababu pia amewahi kupita pale, kabeba vikombe vingi na ana historia. Yeye lengo lake ni kwenda kutengeneza Lagos yake ambao inaweza kumsimama miaka ya leo na miaka iliyopita. Nini utabiri wako wa siku ya kesho Clasico? Real Madrid Barcelona, nani unampa chance ya kushinda? Ukumbuke kwamba Barcelona anataka draw tu watangaze ubingwa wa La Liga. Mimi najua Barcelona anaichukua ndoo. Anashinda magoli mangapi kesho? Anaweza akashinda 3-1. 3-1. Kwa hamna draw lakini anashinda. Ushindi upo kwa sababu Madrid sasa hivi yenyewe inasuasua sana kupata matokeo. Unaona kuanzia Champions League ilikuwa inatengeneza
ilikuwa na timu ilikuwa inacheza inaenda kama nitolee mfano kama timu ya EPL pale Liverpool inacheza lakini nijui inacheza kitu gani. Inawezekana mipango inasababisha sisi tuipe Barcelona ushindi. Sawa, nashukuru bwana. Run Sport ya Nko TV bwana, tumezungumza na wanasoka ambao wamechambua vizuri El Clasico Real Madrid dhidi ya Barcelona. Nini utabiri wako kuelekea mechi kama hiyo? Dondosha comment yako. Mimi utabiri kwamba nasema kwamba Real Madrid anafungwa magoli 2-1. Kama si magoli 2-1 basi ni draw. Hiyo imekaaje? Wewe nini utabiri wako? Dondosha comment hapo na mimi nitapita nao kinoma na moto komentisha. Endelea kufuatilia mitandao ya kijamii Nko TV Plus pale TikTok, lakini Nko TV Plus pale Instagram.